Mwanzo wa wiki ulikuwa wa neema, lakini kwa binti mmoja wa bilionea Vicky, Mungu hakuwa na maana. Alipochana upepo, alizichana na mbingu. Alijiona mfalme, alijiona Mungu wa maisha yake. Gari kama hili, alisema kwa dharau, hata Mungu wa mbinguni hana na hawezi kulilinda. Kiburi kama hicho ndicho hutangulia anguko, na kwa Vicky anguko lilikuwa baya kuliko unavyoweza kufikiria. Alichukua zawadi ya wazazi wake, tray ya mayai, akisema, hivi ndivyo vilivyolaini kuvunjika kama Mungu mnayemwamini. Sikiliza, mayai yale alisafiri kwenye gari la kifahari, na safari ile ilimalizika kwa sauti ya ulimwengu ukipasuka. Yeye mwenyewe alivunjika miguu, maisha yalibadilika ghafla. Marafiki zake wote walikufa, lakini kwenye mabaki ya chuma yaliyopondeka, mayai yalibaki salama. Ilikuwaje? Ungana nami kwenye simulizi hii ya kusisimua. Lakini kabla hatujaanza simulizi hii, tafadhali sana nisaidie kubonyeza like button hapo, kisha bonyeza hiyo alama iliyoandikwa subscribe. Umeshabofya? Asante sana. Sasa tuandikie hapo chini unatizama simulizi hii ukiwa wapi, na ukitizama hadi mwisho tuambie sehemu gani imekugusa sana, au ungependa ifanyike simulizi gani kwenye video inayofuata. Haya, tuanze simulizi yetu sasa. Jua la jioni lilikuwa linazama polepole, likipaka rangi ya dhahabu kwenye kuta ndefu za mjengo wa familia ya Kironde. Hili lilikuwa eneo ambalo hata simba wa mbuga za Manyara walipoteza ujasiri. Eneo la utajiri, nguvu, na kwa bahati mbaya, kiburi cha kiasi cha kuvunja chungu cha manukato. Victoria Kironde, maarufu kama Vicky, alikuwa amesimama kwenye balkoni ya ghorofa ya 3. Hakuwa amevaa nguo. Alikuwa amejifunga kanga ya hariri tu. Mbele yake, jiji lote lilionekana kama mchanga wa uwanjani. Alikuwa na miaka 24 tu, lakini sauti yake ilikuwa na mamlaka ya seneta mkuu. Lusekelo, aliita, sauti yake ikiwa ni mchanganyiko wa kuchoka na dharau. Lusekelo, kijana wa miaka 22 aliyekuwa anafanya kazi ya bustani, alitoka kwenye kivuli cha mti wa mweusi haraka haraka. Alikuwa amechoka, jasho likimtoka kama mto wa Nile, lakini hakuweza kupumua vibaya mbele ya Vicky. Umechelewa kiasi gani kuja, Lusekelo? Vicky aligeuka, akionyesha tabasamu dogo la kejeli. Samahani, Madam Vicky, nilitoka kumaliza kumwagilia sehemu ya jakuzi. Ilikuwa moto sana leo, Lusekelo alijibu, macho yake yakitazama chini. Vicky alitembea polepole hadi kwenye parapeti ya balkoni. Moto sana? Wewe ndio unafanya kazi chini ya jua, sio mimi, maskini wa Mungu. Lusekelo alimeza mate. Hili ndilo lilikuwa maisha yao. Vicky hakuacha nafasi hata mmoja bila kumkumbusha mfanyakazi yoyote hali yake ya chini. Sasa sikiliza, Lusekelo. Mbona umechagua maua ya njano leo? Nilikwambia Jumatano ni ya pinki na white. Hii bustani ni Pinterest yangu ya uhalisia, sio shamba la babu yako, alifoka Vicky, akitikisa kichwa kwa hasira. Lusekelo alishusha kichwa chini kabisa. Yule mzee, Bwana Mzee Kironde alisema alipenda mchanganyiko huu kidogo. Baba, Vicky alicheka. Cheko lile lilikuwa kama kioo kinachopasuka. Yeye huongea tu. Mimi ndiye ninarithi utajiri huu. Rudi sasa, nenda ung'awe hayo maua ya shamba. Ukikosea tena utakula kwa macho, hautapata mshahara. Umesikia? Nimesikia, Madam Vicky, Lusekelo alijibu kwa unyonge, akigeuka haraka haraka na kutoweka kwenye bustani. Chini kwenye sebule kubwa, Bwana Mzee Kironde, baba yake Vicky, alikuwa ameketi kwenye kiti chake cha ngozi akisoma gazeti. Mama Aisha Kironde alikuwa anapanga maua mezani. Walisikia kelele za Vicky. Aisha! Mzee Kironde aliita. Sauti yake ilikuwa ya huzuni. Mlima wa kiburi wa binti yetu unazidi kupaa. Mama Aisha aliweka ua chini, akashusha pumzi nzito. Mzee Kironde, nimechoka. Leo asubuhi alimfukuza yule mpishi mkuu kwa sababu chumvi ilikuwa nyingi kwenye mayai. Kwake Mungu ni adui na wafanyakazi ni viatu vya zamani. Mungu yupo, Aisha. Siku moja binti yetu atajua ukweli, lakini sijui itakuwa jinsi gani. Nimemsihi, umemsihi, tumempa kila kitu, na mwisho tumempa kiburi na dharau. Mama Aisha alitembea hadi dirishani, akitazama pale Vicky alipokuwa amesimama. Kila siku anasema pesa ndiyo Mungu wangu.
Hata juzi nilijaribu kumwambia, mwanangu, usicheze na moto, heshima kwa Mungu kwanza. Alinicheka tu. Kama mtoto anayekotaa kulala. Mzee Kironde alitabasamu kidogo. Tutaendelea kumpa ushauri. Haya, mimi naenda garage. Gari yake mpya imefika. Mama Aisha alishangaa. Gari gani? Hakutuambia atachukua Range Rover? Hapana. V8 Land Cruiser mpya kabisa. Nyeusi kama usiku wa kiza. Ndio maana anajiona mfalme. Mzee Kironde alisimama, akamshika mkono mkewe. Mimi na wewe tutamwombea. Mungu ni mkuu. Usicheze na moto, kuwa makini. Kama mtoto anayekotaa kulala, mtu mkaidi. Viki alishuka ndazi akivalia nguo za bei mbaya, tight fit, nyeusi na miani ya jua. Alikuja kwa kasi, simu yake iPhone 16 Pro ikiwa imeshikwa mkononi. Alimkuta baba yake na mama yake wamesimama nje ya garage wakiitazama V8 mpya ikiwa imeng'ara, ikionekana kama ng'ombe wa kafu. Gari lile lilikuwa likimtazama yule anayelimiliki, mnyama mweusi akikutana na malkia mweusi wa kiburi. Wao baba, Viki alisema kwa mara ya kwanza, sauti yake ikiwa imejaa shauku ya kweli. Hili ndiyo jina la gari, Black Venom. Ni gari zuri mwanangu, linahitaji kuheshimiwa na kutunzwa. Kutunzwa? Mimi ndiyo linanitunza. Bila pesa yangu Black Venom angekuwa mchanga. Mama Aisha alisogea karibu. Mwanangu, tunakuombea ulinzi. Mambo ya Mungu sio ya kuchezea. Leo umeanza safari na Black Venom, tunaomba ulinzi wa Mungu uwe nawe. Viki alitabasamu, lakini tabasamu lake lilikuwa chungu kama shubiri. Ulinzi wa Mungu? Mama, hebu tuwe wa kisasa. Hata Mungu wa mbinguni gari kama hili hana. Na kwa mwendo unaoendea, hauwezi kulilinda. Mimi ndiye ninalilinda kwa bima yangu ya milioni 500. Mzee Kironde alitikisa kichwa kwa huzuni, akihisi ugonjwa wa moyo ukimpata. Mwanangu, ulimi wako tafadhali. Acha! Mzee Kironde, Mama Aisha alimzuia mumewe. Alimgeukia Viki. Basi mwanangu, kabla hujaenda, chukua zawadi hii ndogo kutoka kwangu na baba yako. Tulitaka kukuombea safari njema. Mama Aisha alimpa Viki tray moja ya mayai meupe meupe. Viki alitazama tray ya mayai, kisha gari lake, kisha mama yake. Alicheka kwa sauti. Mayai, mama, hivi ndivyo mnaniombea safari? Sina shida na mayai mimi, ila ngoja nibebe tu. Leo ni uzinduzi. Sijui kama vitapona hivi mayai kwenye safari ninayokwenda, maana ni vilaini kuvunjika kama Mungu wenu mnayemwamini alivyolaini kuvunjika. Ndio maana anajificha. Mama Aisha alifumba macho, akisali kimya kimya. Sio tabia nzuri mwanangu. Mungu yupo. Na siku moja utaamini. Tutakwenda wapi? Tunakwenda kwenye pati ya uzinduzi wa Black Venom. Wenzangu wananingoja. Bye. Viki alifunga dolo la gari kwa nguvu. Aliyachukua yale mayai, akayaweka kwenye kiti cha nyuma na kuwasha injini. Black Venom ilinguruma na kuondoka, ikiacha wingu la vumbi na huzuni nzito kwa wazazi wake. Viki alipofika kwenye lango kuu la jumba lake, alipiga honi kwa nguvu, sauti kali ambayo ilikuwa kama radi ya kwanza ya masika. Walinzi wawili wa lango walifungua lango haraka, huku wakiinama kwa heshima. Hata wao walijua, kwa Viki, kukosea ilikuwa kujitafutia kaburi. Alipokuwa akipita geti, alipiga simu. Wapi umefika? Nilisema saa 1 na sasa ni saa 1 na dakika 5. Viki, tulikuambia tunakuja kukuunga mkono, sio kuendesha gari kwa niaba yako. Sauti ya upande wa pili ilikuwa ya mwanamke mwingine, Sheila. Alikuwa rafiki yake wa karibu, kama chanda na pete kwa tabia za kiburi na anasa. Sawa, msichelewe, nimeshafungua Black Venom, leta energy. Viki alikata simu bila hata kusema kwa heri. Ndani ya dakika 5, magari mengine mawili ya kifahari yalifika mlangoni. Toyota ya kisasa ya rangi ya kijivu iliendeshwa na Kelvin, kijana aliyependa kuonyesha pesa kuliko hekima, na BMW nyeupe ya kifahari ya Sheila. Viki alishuka kutoka V8 yake, akitabasamu kwa kiburi. Wow, huyu ndiye mnyama mweusi.
Kelvin alisema kwa msisimko, akitazama Black Venom kwa wivu uliofichwa. Si mnyama tu Kelvin, huyu ni mfalme wa barabara. Vicky alijibu kwa kuegemea gari. Ni yule aliyewafanya wazee wangu watoe machozi hivi punde. Sheila alikuja kumkumbatia Vicky haraka. Acha tuende, pati inangoja. Wazee wako walisema nini? Kama kawaida, Vicky alicheka. Waliniombea ulinzi wa Mungu, nami niliwaambia hata Mungu hawezi kulinda gari kama hili, na nikaongeza kuwa mayai yao ni laini kuvunjika kama yeye. Kelvin alicheka kwa nguvu. Vicky, wewe ni mkorofi. Baba yako ni mpole sana, lakini unajua yeye ni mtu wa zamani. Hataki kuamini kuwa pesa ndio Mungu wetu wa kisasa. Kweli kabisa. Sheila aliingilia kati, akipuliza hewa. Mimi huona wafanyakazi wa kiroho hapa kila wiki. Huu ni mlima wa dhahabu, sio kanisa. Hebu tuone kama huyo Mungu atakuja kutupatia petroli kesho. Vicky alitikisa kichwa, akifurahia kuthibitishwa kwa imani yake ya kidunia. Aligeuka na kufungua mlango wa nyuma ya Black Venom ili kuweka begi lake. Angalieni, alisema akionyesha tray ya mayai iliyolala kwenye backseat. Hii ndiyo zawadi ya wazee wangu, mayai ya kuombea ulinzi. Mnaweza kuamini? Kelvin na Sheila walicheka sana, cheko lililokuwa kama sauti ya chuma kinachoburuzwa. Mayai! Bora ungechukua champagne ya vintage, sio mayai ya kienyeji, Kelvin alitania. Haya, wacha niendelee nayo tu. Sijui niyaweke wapi. Hapa kwenye backseat si salama, yanaweza kuvunjika kwenye kona kali, Vicky alisema akijaribu kuyasogeza. Yaache tu, yanapendeza hapo. Ni ishara kwamba unamzidi Mungu wao, Sheila alimshawishi, akifunga mlango wa gari. Barabara ya kuelekea hatari. Vicky alirudi kwenye driver's seat, akawasha engine na Black Venom ilinguruma. Kelvin na Sheila walifuata nyuma na magari yao wakijenga msafara wa kiburi. Lengo lao lilikuwa The Golden Sands Resort, umbali wa kilomita 200, ambapo pati yao ya kifahari ilikuwa inasubiri. Barabara ilikuwa nemba, ikiwa imejipinda katikati ya misitu minene, njia ambayo ilihitaji hekima na utulivu, sio kiburi na kasi. Kelvin anatrai kunipita, Vicky aliongea peke yake, sauti yake ikiwa jaa ya ushindani. Alikanyaga pedani ya mafuta kwa nguvu. Mita ya spidi ikapanda kama lift ya ghorofa 100. Vicky akiondesha kwa haraka na utamani. Haya, hebu tuone V8 naweza fanya nini leo. Nani anasema siwezi kupita hapa? Sheila na Kelvin wakijaribu kumuonya kama Sheila. Vicky, punguza kasi. Tunakuona kama kipepeo anayejichoma kwenye taa. Kupunguza kasi? Kwa ajili yako? Tunakimbia upepo. Nani anaweza kunizuia? Labda mtaelezea kwa huyo Mungu mnaomwamini kuwa mwanawe bilionea alikuwa anaharakisha. Vicky kwa keji. Kichwa cha mwenda wazimu? Mimi ndiyo dereva mwenda wazimu. Mimi huendesha kwa hisia, sio kwa sheria za barabara. Vicky aliendelea kukanyaga mafuta, na Black Venom ilikuwa inapepea kama kitambaa cha bendera kwenye upepo mkali. Nyuma yake, tray ya mayai ilikuwa inatetemeka. Lakini kwa namna ya ajabu, ilibaki mahali pake kwenye kiti cha nyuma, ikiegemea kwenye bega la kiti. Alichukua kona kali bila kupunguza kasi. Gari likatetemeka, matairi yakatoa sauti ya kuchoma mpira. Kelvin na Sheila waliacha kupiga kelele kwa furaha na kuanza kupiga kelele kwa oga. Vicky, epuka! Sheila alipiga kelele kwa hofu, akiona taa za gari jingine zinazokuja mbele. Vicky aliyejaribu kurekebisha usukani, lakini ilikuwa kama kunywa sumu na kutaka kutema. Ilikuwa imechelewa. Kiburi chake kilikuwa kimechukua sanduku la mechi na kuwasha moto. Mbele yao, lori kubwa la mcha lilikuwa limefunga barabara, likitoka kwenye kona ile ile. Vicky alipiga breki kwa nguvu zote, lakini matairi hayakuwa na uwezo wa kuzuia uzito na kasi ya Black Venom. Vicky anabaki ameganda. Anakumbuka maneno ya mama yake, mwanangu, usicheze na foto, Mungu yupo. Lori linaonekana wazi kabisa. Macho ya Vicky yanawaka kwa hofu.
Anafikiria trei ya mayai nyuma yake, kisha anafikiria uso wa mama yake. Sauti kubwa! Gari la Vicky, Black Venom, liligonga sehemu ya mbele ya lori kwa nguvu zisizoeleweka. Chuma kililia, kioo kilipasuka na kila kitu kilitawanyika. Sauti ilikuwa kama mlima Kilimanjaro ukipasuka katikati. Kilichofuata kilikuwa giza totoro kwa Vicky. Akili yake ilizima. Giza. Hicho ndicho kitu cha kwanza Vicky Kironde alichokumbuka. Si giza la usiku, bali giza zito, lile linalotokana na kuzimika ghafla kwa akili. Ilikuwa kama kung'oa moyo kutoka kifuani. Sauti iliyotawala eneo lile haikuwa ya injini zozote, bali ilikuwa ni kilio cha chuma, mvuke mzito wa mafuta na sauti ya taarifa za dharura za watu wanaokimbia. Vicky alifumbua macho taratibu. Hakuweza kuona wazi. Kichwa kilizunguka kama dira iliyopotea. Alijikuta ametupwa mbali kidogo na mabaki ya gari lake. Alionekana kama kitu cha kuchezea kilichotupwa na nguvu ya ajabu. Jaribio la kwanza la kuinuka lilimfanya aungurunwe kwa maumivu. Miguu yake haikuwa inamtii. Alijaribu kuitazama. Mguu wa kulia ulikuwa umejikunja vibaya, ukiwa umekuwa kama mzigo wa kuni. Mama! Mama Aisha! Vicky alijaribu kuita, lakini sauti yake ilikuwa kama ya paka mchanga anayekufa. Gari lake la kifahari, Black Venom, lilikuwa limepoteza umbo lake lote. Sasa halikuwa tena mnyama mweusi. Lilikuwa ni rundo la chuma lililovunjika, likitoa moshi mkubwa. Upande wa dereva ulikuwa umeingia ndani kabisa, ukionekana kama mnyama aliyevunjwa mifupa. Gari la Kelvin na lile la Sheila, ambalo lilikuwa limegonga nyuma ya lori kwa jaribio la kuzuia, lilikuwa limegeuka mafumbo ya chuma na damu. Sheila! Kelvin! Vicky alipiga kelele tena, sauti yake ikitoka kwa maumivu. Watu walikuwa wameanza kukusanyika, baadhi yao walikuwa wanajaribu kutoa miili kutoka kwenye magari. Kelele za watu zikatawala. Lori limepiga gari! Wamekufa wote! Wakati baadhi ya watu walikuwa wakijaribu kumshika na kumtoa mbali na mabaki ya gari, macho yake yalitua kwenye kitu fulani karibu na gari lililokuwa limeanguka. Alitumia mikono yake, akijiburuza kuelekea kwenye eneo la ajali. Moyo wake ulikuwa kama dumu la maji linalomwagika kwa hofu na maumivu. Vicky, usikimbie! Mmoja wa mashuhuda walilia. Vicky hakumsikia. Alikwenda hadi kwenye mabaki ya Black Venom. Mlango wa nyuma, ambapo trei ya mayai ilikuwa imelala, ulikuwa umefunguka kwa nguvu ya mgongano. Katikati ya chuma kilichopinda, glasi zilizotawanyika kama vumbi na damu nyekundu iliyokuwa imeenea chini ya gari, palikuwa na kitu kimoja tu kilichokuwa kimesimama kikiwa kimelala vibaya, lakini kilichobaki kizima na bila kuvunjika. Trei ya mayai ilikuwa pale, ikiwa imelalia kwenye glasi zilizovunjika, lakini hakuna hata yai moja lililokuwa limepasuka. Yalikuwa yamewekwa vizuri, meupe, kama yalivyotolewa mikononi mwa Mama Aisha. Vicky alipoifikia, aliigusa trei ile. Baridi. Aibu kubwa na woga mkubwa ulimvaa. Alikumbuka maneno ya mamake, maneno yake mwenyewe ya dharau. Hata Mungu wa mbinguni gari kama hili hana. Vilaini kuvunjika kama Mungu wenu mnayemwamini alivyolaini kuvunjika. Aliitazama trei ya mayai, kisha akatazama mabaki ya gari lake la kifahari. Kisha akatazama miguu yake iliyovunjika. Vicky peke yake akijibizana na utulivu wa mayai. Siwezi kuamini Black Venom imeisha. Miguu yangu, lakini mayai? Mbona mayai? Askari polisi akakaribia. Samani madam, huwezi kugusa eneo hili. Tumepata miili mingine miwili. Vicky alipiga kelele tena kwa hasira na kulia. Miili? Sheila, Kelvin wamekufa, lakini mayai haya, angalia,
Mungu yupo. Ulinilinda mimi au ulikuja kulinda hivi vitu vidogo nilivyovidharau? Askari alimwangalia kwa machafufu. Alitazama tray ya mayai, kisha akatazama gari lililobomoka. Hata yeye, mzoefu wa matukio, alibaki kimya. Vicky alibebwa kwenye stretcher na kupelekwa hospitali. Wakati wote wa safari, alishikilia tray ile ya mayai kwa nguvu, kama mtoto anayeshikilia kitanga cha mama yake. Hakuacha kulia. Wakati walipokuwa ameketi kwenye chumba cha dharura kabla ya kupelekwa theater, Mama Aisha na Mzee Kironde walifika, machozi yakiwatiririka. Mama Aisha akinamia kwenye kitanda. "Mwanangu, Mungu wangu, ni nani aliyekuokoa?" Vicky alikunja ufua kwa maumivu akimpa mamake tray ya mayai. "Mama, chukua zawadi yako. Mungu yupo. Hii ndiyo ulinzi wake. Black Venom imeisha. Miguu yangu imeisha. Lakini tray hii haijavunjika." Mama Aisha aliichukua tray ya mayai, akaitazama. Alilia, lakini safari hii haikuwa kwa huzuni. Ilikuwa machozi ya shukrani na uthibitisho. Mzee Kironde alifumba macho, akitikisa kichwa pole pole. "Vicky, tulikuwa tunakuonya mwanangu. Usicheze na bahari wakati huna meli kubwa," Mzee Kironde alisema kwa sauti ya chini. "Nimejifunza baba," Vicky alisema huku machozi yakimtoka. "Niliwadharau sana. Niliwadharau marafiki zangu, niliwadharau wafanyikazi, na nikamdharau Mungu mwenyewe." Mama Aisha akifunga macho akisali. "Asante Bwana. Umechukua gari na miguu, lakini umeokoa nafsi ya binti yangu." Vicky alitumia miezi mingi hospitali, akipona na kujifunza kutembea tena kwa msaada wa fimbo. Lakini uponyaji mkubwa zaidi haukuwa wa miguu, bali wa roho. Alijifunza unyenyekevu. Aliporudi nyumbani, alimpigia simu Lusekelo, yule aliyemfukuza kwa ajili ya maua ya njano, na kumwomba msamaha ndazi mbele ya wafanyikazi wote. Aliuza mabaki ya Black Venom na kutumia pesa hiyo kuanzisha mfuko wa kusaidia waajiriwa wake waliokuwa na shida. Tray ya mayai haikuliwa kamwe. Mama Aisha aliipaka gundi na sasa inakaa kwenye kabineti ya sele ya Mzee Kironde kama kielelezo cha kimya cha neema ya kiungu. Kama Vicky alivyojifunza, Tibori ni mtego wenye asali nje na sumu ndani. Gari la milioni lilivunjika, marafiki wakafa, kiburi chake kikavunjika vipande vipande. Lakini yale mayai yaliyokuwa laini na rahisi kuvunjika, yalibaki salama. Hayo mayai ndiyo yalikuwa matumizi ya Mungu ya kutuma ujumbe kwamba yupo na anatenda kazi kwa njia zisizoeleweka, hata kwenye tray ya mayai. Je, wewe unajifunza nini kutokana na simulizi hii? Kama radi ya kwanza ya masiki, sauti ya kushtua. Kama mzigo wa kuni, miguu iliyovunjika vibaya. Kama ya paka mchanga, sauti dhaifu sana. Kama dumu la maji linalomwagika, hofu kubwa. Kama kitanga cha mama yake, kitu cha thamani na cha ulinzi. Usicheze na bahari wakati huna meli kubwa. Usidharau vitu vikubwa ukiwa mdogo. Asali nje na sumu ndani. Kitu kinachoonekana kizuri, lakini ni hatari.